Mzee Mwananzila anasema Mwalimu Nyerere alitumia mbinu za kudai uhuru bila kumwaga damu. Mtu mmoja akasema wazee wetu wakati mwingine wanafanya makosa kwa kutulisha matango poli ya historia ya uongo. Wakati Wajerumani wamekuja kutawala baada ya miaka 23, mwaka 1905 mpaka 1907 ilitokea vita ya Majimaji. Wangoni, viongozi wa Ngoni, watu zaidi ya 57 viongozi walipoteza maisha. Watu kati ya 100,000 na 300,000, 180,000 mpaka 300,000 waliuawa katika hayo mapambano ya vita vya Majimaji. Mzee Mwananzila, unawezaje kusema kwamba Tanganyika ilipata uhuru bila kumwaga damu? Hao walikuwa ni ng'ombe? Sio kweli. Walikuwa ni watu, walikuwa ni Watanzania, walikuwa ni Tanganyika. Muda baada ya vita ya Majimaji tumetoka pale. Nyerere anazaliwa baada ya Wajerumani kuja kutawala mwaka 22 akiwa mwaka 38, kabla ya mwaka 38 anaanza kupambana kwa kisa tunapata uhuru. Uhuru tulioupata, tujiulize. Mwananzila ameeleza. Uhuru tulioupata ndio huu tunaoishi nao leo. Uhuru mtu anaenda kuhudhuria, kwa sababu mimi naamini haya utafanikiwa kumpelekea na Mheshimiwa Rais kama mwakilishi wake, na ni vizuri ufahamu ni vitu gani viko kwenye mioyo ya watu. Watu wanaenda mahakamani, mnawakamata na jeshi la polisi likiwa na nembo, wakiwa na uniform, mnawapeleka polini kwenda kwa vunja miguu, kitendo ambacho hata wakoloni hawakufanya. Watu wana maumivu ya muda mrefu. Mheshimiwa DC, mwaka 1885 na 84 kuna Watanganyika walikubali kutawaliwa na wazungu, lakini baadaye kilitokea kizazi kikakataa. Hiki ndicho kizazi cha sasa ambacho kimekataa. Chaguo ni moja. Mheshimiwa DC, chaguo ni moja tu. Ni watawala kukubali kubadilika, waendane na wakati uliopo. Kwa sababu gani? Hakuna anayeweza kushindana na ukuta. Huu ni ukuta, huu ni muda. Watu wanataka mabadiliko, hawawezi kuvumilia tena.